hajapata mkate, mkate. Deacon Kasioka. Kuna mmoja hajapata kikombe. We have several. Tuko na kadhaa ambao hajapata kikombe. Kwa yote ambaye hajapata mkate, inua mkono. Chaledi we have. Kuna ndugu hajapata mkate. Thank you Jesus. Kuna ambaye hajapata mkate, tafadhali tunataka tushiriki sote pamoja kwa wakati mmoja. Tutashiriki sote pamoja kwa wakati mmoja. Thank you Jesus. Amen. There are some people pale nyuma kisima, hapo nyuma hapo. Yes, there. Jesus. Amen. Tuhakikishe kwamba kila mmoja amepata, isipokuwa tu watoto. Watoto wasipewe. Oh Jesus Christ. Thank you Lord Jesus. Damu ya Yesu inanena mema. 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 Deacon Paul Madeka, you have it okay? Naomba tusome kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 26. Matthew 26 verse 26. Mathayo mlango wa 6 na mstari wa 26. And as they were eating, Biblia inasema na walipokuwa wakila, Jesus took bread. Yesu alitwaa mkate. I hope everybody has a bread. Natumai ya kwamba kila mmoja ameshika mkate. We have gone through the benefits of this bread. Maana tumeweza kupitilia juu ya faida za hiki ambacho tunafanya. The Bible says he broke it. Biblia inasema ya kwamba akaumega and he gave it to the disciples. Na akawapa wanafunzi wake. And he said, na akasema, take it. Twaeni mle. Take and eat. Twaeni mle. This is my body. Huu ndio mwili wangu. So today we are eating the body of Jesus. Kwa hivyo leo tunashiriki mwili wa Yesu, knowing the benefits, tukijua faida yake. So as you eat the bread, hivyo basi unapokula ule mkate, have faith, wewe kuwa na imani that you are benefiting from now, ya kwamba unafaidika kutoka sasa. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, thank you for your
body Asante kwa sababu ya mwili that wako was wounded, ambayo iliweza kuchibuliwa, that was ashamed, ambayo uliaibika, that we may be honored, ya kwamba tupate kuheshimiwa, that was stricken, ambayo ilipigwa so that we may be healed. ili ya kwamba tukapone. As we eat the body, Tunapoukula mwili, may each one of us be healed. wacha kila mmoja wetu Bwana, In Jesus' name, katika jina la we Yesu take it with thanks. tunaichukua na shukrani. Amen. Tunaweza Amen. kula pamoja. The Bible says 27. Biblia inasema pale mstari wa 27, Then he took the cup akakitoa kikombe and he gave thanks na akashukuru, and he gave it to them, saying, akawapa kisema, drink ye all of it, nyweni nyote katika hiki, because verse 28, kwa maana mstari wa 28, for this is my blood kwa maana hii ndiyo damu yangu of the New Testament, ya agano jipya, which is shed for many for the remission of sins. imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. This is the blood of the new covenant. Hii ndiyo damu ya agano jipya, And this new covenant, na hii agano jipya it is speaking good things. inanena mambo mema, It is speaking benefits to our lives. inanena faida katika maisha yetu. Every curse of sin is broken. Kila laana ya dhambi imevunjika. Every curse of Satan over your life is broken. Kila laana ya shetani juu ya maisha yako And you imevunjika. are free by the blood of Jesus. Wewe uko huru kwa damu ya Yesu. Just hold your cup as we pray and give thanks together. Wewe shika kikombe chako tunapoomba na kushukuru pamoja. Heavenly Father, Wewe Baba wetu wa we thank you mbinguni, for this cup. tunakushukuru kwa sababu ya kikombe hiki. This is the blood Hii ndio damu that was shed for the remission of our sins. ambayo ilimwagika kwa sababu ya ondoleo la dhambi. And by this blood, Na sasa Bwana, kwa damu hii we are members of the new covenant. sisi ni wahusika katika agano jipya. From this moment, Kutoka wakati huu, may we begin to benefit wacha tuanze kufaidika with the benefits of the new covenant. katika faida ya damu ya Yesu. In the name of Katika Jesus, jina la Yesu we Kristo take it with thanks. tunaichukua na shukrani. Amen. Let's take Amen. together. Amen. Just take a minute and tell God thank you. Mwambie Bwana asante. Just tell God thank you. Mwambie Bwana ni asante. Thank you for the body. Asante kwa mwili wako Thank you Bwana. for the blood. Asante kwa damu. Thank you for what you have done to my life today. Asante kwa kile umefanya kwa maisha yangu I'm leo. leaving your house healed. Mimi natoka kwa nyumba yako nikiwa nimepona. I'm leaving your house strong. Natoka kwa nyumba yako nikiwa mwenye In the ujasiri. name of Jesus. Katika jina la Yesu I Kristo. thank you, Lord. Ninakushukuru I Bwana. give you glory. Ninakupa utukufu And I wote. give you all the honor. Ninakupa I heshima give you all zote. the praise. Nakupa sifa For zote you are God in kwa my life. sababu wewe ni Mungu The katika maisha yangu. God of the new covenant. Mungu wa agano jipya. We thank you and we give you praise. Tunakushukuru, In the tunakusifu name of the Father, katika jina la Baba, the Son, and the Holy Spirit, la Mwana, Roho we Mtakatifu. pray and I give thanks. Tunaomba na kushukuru. Amen. Let's appreciate Jesus. Basi tuweze kumshukuru Yesu. Amen. Asante. Amen. Amen. This moment, I want to take this opportunity to welcome our bishop, our papa. Ningependa tumkaribisha askofu wetu, baba Just put yetu. your hands together. Basi tuweke mikono yetu pamoja. That is not enough for our bishop. That's Hiyo not enough for our haitoshi kwa bishop. askofu wetu. That's not enough. Haitoshi kwa Amen. askofu wetu. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. I want to recognize the presence of Reverend Dr. Joseph Kioko and his wife. Nataka kutambua uwepo wa kasisi Dr. Kioko pamoja na mke wake. And can those who are outside please come in and get seated. Wale mko kule nje tafadhali tuingie ndani alafu tuketi. We are going to eat together. Tumekula chakula cha cha kiroho na tutakula cha kimwili pamoja baada ya fundraise drive. Amen. Amen. Yesu hata iwe. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwa na ujumbe wa leo.
Nilikuwa nataraji Daktari Kioko awe baraka kwetu, lakini anaonekana alikamatwa mahali akachelewa, na ni baadhi ya marafiki zangu, nitamjulisha baadaye. But I want to say this and now. Nataka kusema hii na tena sasa hivi. Ufunuo 22 mstari wa 20 mstari wa 12. Kitabu cha Ufunuo 22 na mstari wa 12. Biblia inasema, tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami kumlipa kila mtu kulingana na kazi yake. Tazama naja upesi. Behold, I'm coming quickly. Tazama naja upesi. And my reward is with me to give to everyone according to his works. Na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu I kama am kazi the yake ilivyo. Alpha and the Omega. Mimi ni Alfa na Omega. The beginning and the end. Mwanzo na mwisho. The first and the last. Wa kwanza na wa mwisho. Brethren, we have gathered here this hour of the day. Wapendwa, tumekusanyika hapa wakati huu wa To siku hii ya do leo something that will cause a divine reward for everyone that understands God is not a liar. tufanye kitu ambacho cha yeyote ambaye anatarajia ujira wake Bwana, ili ajue kwamba Mungu si mdanganyifu. He's saying, I'm coming quickly, Anasema ya kwamba tazama and naja my upesi, reward is with me. na ujira wangu u pamoja nami, To reward everyone according to his work. ili nimlipe kila mtu kulingana na kazi yake ilivyo. Now here, Hapa which works is the Lord talking about? ni kazi gani ambayo Bwana anazungumza kuhusu? What is the Lord talking about? Bwana anazungumza kuhusu nini? In another place he said, Kwa sehemu zingine anasema whatever you have done to these little ones, ya kwamba chochote mfanyia hawa wadogo wangu, you have done it to me. basi mmenitendea mimi. And I want to tell you, brethren, Nataka niwaambie wapendwa, we have been brought under very dangerous, poisonous, religious dogma. tumelelewa katika tamaduni na itikadi na kuamini kusiofaa kwa Kikristo. And the funny songs have been, crafted to support that dogma. Na nyimbo za ajabu zimetungwa ili ziweze kuunga mkono aina ya ule utamaduni. The church all over the world Kanisa la dunia is the body of Jesus Christ. ni mwili wa Kristo Yesu. I did not understand God and the Christ in a very personal way, the way I do it today. Mimi sikumuelewa Mungu kwa njia ya kibinafsi kama vile nimeelewa leo. But I do understand Jesus Christ in me, the hope of glory. Lakini ninaelewa ya kwamba Kristo ndani yangu tumaini la utukufu. I wanted to know, when does the Lord answer prayers and how does he do it? Nilikuwa nataka kujua Mungu anajibu maombi lini na anafanya namna gani. And he said in another place, Na amesema mahali pengine what I have done, ya kwamba kile ambacho you nimefanya, will also do it. hivyo basi wewe utafanya. Kingweka Ninachofanya onenyi mukeka hata nanyi mtafanya, ona kinene mbewa kingweka. hata kikubwa zaidi ya hichi ninachofanya. Jesus is saying, Yesu anasema believers,
waumini, not bishops, si maaskofu. reverends and apostles. Nasema Any makasisi believer nasema yeyote will anayeamini do what Jesus did. yeye atafanya kile ambacho Yesu And that alifanya, not enough, na hiyo haitoshi, even greater than that. hata vikubwa zaidi ya hayo. Hata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. The question is, Na swali ni, can I do it? naweza nikafanya? Then Satan comes with his message. Shetani anakuja na ujumbe wake. Wewe unafanya kama nani? Unajua kile ambacho ulifanya jana? Unajua vile ulisema juzi? Unajua mahali ulipokuwa? Satan wants you to keep yourself busy with guilty consciousness. Shetani anataka kila wakati akuweke ukiwa na hukumu ndani ya dhamira yako. But you've been freed. Lakini wewe umewekwa huru. And the blood of Christ has cleansed you from our sin. Na damu ya Yesu imekutakaza kutoka na dhambi zote. Na yune kende tukiakisie bawonzu maito. Na hili tufariji maudhaifu yetu. Kwa so wetu wapi? Kutatengenezwa nyimbo. Tumyandembo maikule ne yake. Tumunenge ngai neki. Nondosie ndosionde siuma kwangai. Kwa mbiku kalandi, mbiku kalandi. Wa mutonea mweya wadhiusi wine waki. Hiyo wimbo imetungwa kwa ajili, mbona watu wanaimba? Wadhiusi wasovine kwitha andu matena connection nongai. Ulitengenezwa kwa sababu watu hawakuwa na muunganiko na Mungu. Wa mutonea na tumia ndebo kulwa yake. Unapokuwa mlafi na wengine wanasema mbona tunatoa sadaka? Nimbakisia kwithia andu matena connection nongai. Ni nyimbo za kuimbia watu hawana muunganiko na Mungu. Kila wina chocho ndeni uwa igoyo. Now, we don't need a message to do good. Sisi hatuhitaji tuhubiriwe ujumbe ili tutende wema. The Lord is coming soon. Maana Bwana anakuja upesi. In fact, he says it quickly. Anasema naja And upesi. he said, my reward Anasema kwamba ujira wangu is with me pamoja nami, to give to everyone according to his work. ili kumlipa kila mmoja kwa kadri ya kazi yao. For 2 minutes, wacha nieleze hii. Anaposema naja upesi na thawabu yangu iko mikononi mwangu, nimlipe kila mtu kulingana na kazi zake. Now, the question is, Swali ni, when is he coming? anakuja lini? Anakuja lini? Upesi. Nundu yase etubi yake yimoko ni make, anenge kila mundu kwa sana mawea make. Anasema ya kwamba ujira wake huu mikononi mwake, amlipe kila mtu kwa kadri ya kazi yake. Akoke ndi oko ndivya mawea la nyine kanyi. Nundu nyeko ya kapa kwa hii. Nyine muthukumite 50 years. Atakuja lini anilipe kwa sababu ya kazi I niliyotenda? have served and walked with Jesus 50 years. Nimemtumikia Bwana, nimetembea naye miaka 50. When is this reward coming to me? Je, atakuja lini na hiyo thawabu yake amesema? How soon is soon? Je, upesi ni upesi namna gani? Now, peke wakonucha soon na quickly. Kuna tofauti ya upesi na haraka. Let me explain here. Wacha nieleze hapa. Soon is a time frame. Maana upesi ni muda uliowekwa. Aha. Quickly is the speed of action. Haraka ni ile mbio ya kutekeleza lile jambo. The velocity of acting on soon depends on the work you will do. Ule mwendo wa kufanya kazi kwa haraka inategemea upesi ulio nao. So this soon, hivyo basi upesi huu is always
whether on earth or in heaven. Kila wakati ni kila wakati, hapa duniani ama kule mbinguni. The reward of rewarding good works, it is not only in heaven but also on earth. Maana thawabu na ujira wa kulipa kazi nzuri hauko tu tena hapa duniani, hata vile vile mbinguni. There are some people here, kuna watu hapa, in the next 3 years, kwa miaka 3 ijayo, will be so rich, watakuwa matajiri, because they have discovered the very secret of quick response to the works of what we have done. Kwa sababu wametambua upesi wa kuweza kufanya kazi ya Mungu. I tell you, mark my word and read my lips. Nawaambia, angalieni maneno yangu na muangalie midomo yangu. Some of you will, in the next 3 years, 36 months, baadhi yenu kwa miezi 36, miaka 3 ijayo, so much blessed you wonder whether it is you. Wewe utakuwa umebarikiwa mpaka unashindwa kama ni wewe. You will see it with your eyes. Utaona kwa macho yako mwenyewe. Nilienda mahali na mtu mmoja tajiri akagonga mtoto wa pasta akamuua na akiwa mlevi. Na polisi akasema nilikuwa nafikiri ni luma ni fisi. Na nikaitwa kwa hiyo mazishi, nikaenda kuzika mtoto wa mchungaji, na jamii ilikuwa na huzuni na uchungu mkali. Na manake yeye ni tajiri, anaendesha gari kubwa, ana business kubwa. Nikasema huyu mtu asipokuja kutubu kwa huyu mzee, nikasema muda, hata nilisema mwaka mwingine, baada ya mwaka mmoja, kicho kinamfanya kuwa gaidi na jangili na kusema alikuwa anafikiri amegonga umbwa, kitakuja kuisha na atakitafuta na atakipata. Juzi nasikia alituma wazee waje kuniona nije niondoe hiyo maneno, maana petrol station zake zimefungwa, magari yamevutwa, yeye ni maskini. Vile soon utajiri unakujia, inategemea vile quickly na wewe una respond to divine call. Today tuna divine call ya kununua basi. Leo tuna wito wa kiungu tununue basi yetu. And I want to tell you, nataka niwaambie, if you don't see what I am saying, kama hautaona kile ambacho mimi nasema, in 6 months, kwa miezi 36, after you have done what's right, baada ya kufanya kilicho cha haki, because God will reward you when in the land of the living. Mungu atakupa ujira wake ukiwa bado katika dunia ya walio hai. And I want to tell you, ndio kwesova, nataka nikwambie, sikubembelezi, because some of you have been brought up under wamutonea and tumendembo ya tradition. Maana wengine mweza kulelewa katika itikadi za ulafi na tunatoa sadaka ya nini. Niwa bita nyawe niwe tati amwitu yewe ndi nini isya kumisiangaine hasara na ni ngalama. Tumelelewa katika dini kumtolea Mungu ni hasara na ni gharama. To me, lakini kwangu si hasara wala gharama. I want to tell you, nataka niwaambie, today we are going to buy a bus. Leo tutanunua basi. Amen. It is going to be our Christmas gift for this church. Hii ndio itakuwa ni gift ya Christmas kwa ajili ya kanisa hii. Hallelujah. Hallelujah. I want you to be very happy. Nataka uwe na furaha with what God has given you, ya kile ambacho Mungu amekupa, and be determined, na tena uwe na hakikisho, kuwe na maamuzi to see that bus stand here. Uone hiyo basi imesimama hapa. I want the men and the women, nataka wanaume na wanawake,
When I bow on my knees, bayo wakati ambapo napiga magoti yangu, I can cry to God for them for what they have determined to do. Ninaweza kumlilia Bwana kwa ajili yao kwa kile ambacho wameamua kufanya. Whoever will commit himself to make this project a success, yeyote atakayejitolea kufanya mradi huu ufanikiwe, the God that I serve, basi Mungu yule ambaye ninamwabudu, has his reward in his hands. yeye ana ujira wake mkononi. He is waiting to see what you can do. Yeye anangoja aone kile ambacho unaweza kufanya. He is waiting to see your work. Yeye anangoja aone kazi yako According to his work. kwa kadri ya kazi yako. I want to tell you the best investment is in the investment of the God's kingdom. Wacha niwaambie kuwekeza kule ambacho ni bora zaidi ni kuwekeza katika ufalme wa Mungu. Wenda kuona business grow it from retail to wholesale and then from wholesale to distributor. Ukitaka kuona biashara yako imekuwa kutoka kiwango kidogo mpaka wewe ndio unapeana vitu vyote, act on divine principles. Basi wewe fanya kazi kwa sababu ya kanuni zake Mungu. Give and it shall be given. Kanuni za Mungu ni ya kwamba toa na itapeanwa kwako. And what is the response? Na jibu ni nini? The Lord will release a measure to you. Bwana ataachilia kipimo kwako, shaken, ikiwa kimesukwa, running over, ikiwa kimefurika, pressed down, ikiwa kimezindiliwa. He will command people to bring it to you. Ataamrisha watu walete kwako. Ngayake sindula ukwenda si moko ni mandu. Maana vitu ambavyo unataka ziko mikononi mwa wanadamu. Ila ndio kwa nyemotoka. Nilipotaka kubadilisha gari, Mungu aliamurisha kunguru. Na siandete mbesa kwanza ni ilinde. Wakaniletea pesa nilikuwa nimeketi chini. Nundu na gongai. Maana Mungu mwenyewe ninamwavia mudhukuma. Nilihapa kumfanyia kazi. Nelambanga tuiumye batu pledge. Wakati ambapo natoa hapa tu, wakati tunatoa na bili zetu. What the best nundu na kwa nienda level is mimi natoa kile ambacho natoa nadhiri ambayo ni bora, maana nataka hicho kiwango. Pledge ya kila ngui wandona. Mimi sitoi nadhiri kile ambacho ninaweza. Pledge ya kinunguthi umanda ukethia ona kwa nini sikiki na thina kukwata. Hata mimi natoa nadhiri ya kitu ambacho hata mimi kwangu kukitafuta najua ni shida. And God has rewarded me. Na Mungu ameweza kunizawadi. Edape mundu rewarded. Kama kuna mtu ambaye ameweza kufaidika, mpaka hapo mimi ni mmoja wao. Why don't you try this Jesus? Mbona tusimjaribu huyu Yesu? Who is ready with quickly coming with a reward. Anayekuja upesi akiwa na ujira wake. It begins with yourself. Inaanza na wewe mwenyewe. It goes to your family. Inaenda kwa jamii yako. It goes to whatever you do. Inaenda kwa kila ambacho unafanya. It is a reward to cover your life. Maana ni ujira wa kuweza kufunika maisha yako. This reward is an insurance. Ujira huu ni kama bima. Tupige makofi. Nataka nipokee fungu la 10 kwanza. Alafu tutaingia kwa mfululizo wa kutoa kwa ajili ya basi. Alafu nipokee fungu la 10. Kwa wale mliotoa fungu la 10 kwa mtandao, nitaomba nikubariki. Wale mlio naye katika bahasha, simama lete mbele. Tutakwenda kwa haraka sana. Nikiwa kwa maombi, nilihisi pingamizi kubwa kuhusu hii basi. Kuzimu imeinuka ifanye kusababisha kupinga. Lakini kama kuna basi, hata shetani akikuja na ndugu yake na mkewe kama naye na nani mwingine, hii mpaka isimame hapa. Kisha simama, inua mkono wako tu wa kulia juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa wapendwa hao wamesimama mbele yako. Ni kwa sababu Bwana wamekutii katika mioyo yenye kunyooka mbele yako. Bwana, sababisha tendo hili ni baadhi ya zile tendo ambazo umesema thawabu yako mikononi mwako, ili kumruzuku kila mmoja kulingana matendo yake. Bwana, sio hawa tu peke yao, na kuna wengine wametoa kwa mtandao.
iwe vema kwao, uwasababishe kujua na kuona Mungu ni mwaminifu na ni wa kweli. Bwana, itendeke kwao, baraka isiyo na kifani imiminike kwao. Kazi ya mikono yao Bwana ikanawiri na kunoga. Kila laana shetani ameweka ikavunjike, na chochote wanachofanya Bwana waone baraka isiyo na kifani. Uwabariki Bwana, uwagange na kuwaponya maishani, na kila kitu wanachotenda kifaulu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Unaweza kuweka hapa. Na tunataka kwenda haraka sana. Praise the Lord. Welcome. God bless.